Njera ndicagũraga muoho na uge ũcio nĩguo ũgũtereba tabarĩra ya njera-inĩ citũ ũmũthĩ. Ũmũthĩ nyingĩrĩte njera-inĩ ya arũme a Kamĩtĩ na gatagatĩ-inĩ ka namba nene ya ohwo arĩa marĩ gũkũ magĩtungatĩra cioho itiganĩte, ndĩracemania na mũndũrũme ũyũ. Ona angĩkorwo ahana ta ohwo arĩa angĩ, ndĩna gĩtũmi kĩiganu gĩa kwenda kũmũmenya makĩria. Uyu areita ndagĩtarĩ. Kwa majina yangu naitwa Dr. Clement Munyao Katiku. I'm a neurosurgeon. Mimi si a quack doctor. I'm a medical practitioner where I was graduated in the University of Nairobi 1980 with the Bachelor of Medicine and Surgery. I then graduated with the Masters of Human Medicine and Pathology in 1987. I then proceeded with my education to Scotland, UK, where I owed my Masters in Human Forensic Medicine and Pathology in 1991. Mimi ni mpasuaji wa ubongo. Nikishikwa tulikuwa watu ambaye my department tulikuwa watu 19 neurosurgeon in Kenya. Na nafikiria saa hii hata wakati kwa hiyo miaka nimekaa jela wajafika 20. Nema uyu ni ndagĩtarĩ ũthomete. Githe ndũrakĩona nginya maratathi marĩa enamo nĩ maroiga. Iko watoto wawili walikuwa wamesaliwa wakiwa wameshikana mgongo 2006. Wa mama anaitwa mzee anaitwa Mr. Okola. Na niko jela sasa. Hapa ndani inanisaidia kwa sababu niko kwa upande wa paralegal, lakini niko na munda na jipea na practice medicine. Uyu athomeire wĩra wa gũthĩnja andũ na mũno gũthondeka meciria ma mũndũ. Na rĩu tondũ ndarĩ thibitarĩ kũrĩa abatie gũkorwo arĩ, aroiga njera nĩkuo kũndũ kũrĩa kũru mũno mũndũ angĩkorwo. Kitu ya kwanza ningeomba wazazi wenzangu na mandugu zangu mahali popote wananisikiza, ukisikia kwanza kijana mdogo wako under 18 ameshikwa na ameenda police station, usijaribu kuambiwa na jirani yako ati achana naye aende akapate adabu. Huyo mtoto anaenda kuharibika. Ndio huyu, msiwe na maneno mingi, mwambie ndio, lakini enda uza ng'ombe ama ile kitu uko naye uhakikishe umemtolea police station, kwa sababu kufika jela huyo mtoto amepotea. Atajua mengi, kwa sababu hata ukimwambia nini atakuwa anakuambia Simbida jua namba 4 Kamiti, sinijua na Kodem, ni nini nyingine mnaniambia. Uyu akoretwo jera rĩu kwa ihinda rĩa mĩaka 15. Mimi ni mfungwa ambaye nilikuwa nimefungwa death row, nikakuja nikatolewa death row 2016, nikakuja life, nikatoka life nikaletwe nikafungwa miaka 30. Kutoka miaka 30 wakati nilijiunga na paralegal nikaweza kupata elimu ambayo iliweza kunisaidia na kusaidia maaccused wangu ambaye wako main. Tukakuja tukafungwa miaka 30, from 30 tukaandika ingine ikatufunga miaka 10, from 10 nikaandika ingine ikatufunga miaka 4. Hihi niki kirehete ndagĩtarĩ njera na kagathikwo miaka iyo mingi ũguo njera? Kukuja kwangu jela niliona shetani amenikuja na miguu, kwa sababu ile kitu ninaweza kusema hivyo. Mimi niliamuka mzuri kama mfanyikazi wale wengine, nikaenda kazini mahali nafanya kazi. My daughter alikuwa ameitwa Moi University Kabarak, na nilikuwa nimekilia vitu zake zote. My daughter akaniambia, Dad, I cannot travel all the way to Eldoret bila simu. Nikamuuliza, si uende kwanza usome alafu kikuja mid na kuja nikununulie simu. Akaniambia, Daddy, I cannot travel all the way from Nairobi to Eldoret. Na niliona 07 Daddy vile kulikuwa. Vile nilisema niliona shetani akikuja na mguu. A friend of mine nilikuwa nimemwadikisha ambaye mortuary attendant za Kenyatta. Akakuja akaniambia, Dr. Munyao, hebu ongea na hii simu. Nikamuuliza simu iko na nini? Akaniambia, just talk to it. Nikachukua simu nikaongea naye. Kumbe ni baba yake anapiga akiwa nyumbani. Nikamuuliza ni nani huyo? Akaniambia, mimi ni baba ya Justus. Nataka umsaidie, umpe hiyo simu, mwambie bibi yake amegongwa na ng'ombe na amekufa. Sasa Justus badala ya kwenda mbali akaniambia, mimi nilikuwa nataka hii simu unipe 1000 shillings niende nyumbani nipate fare.
kwa sababu sina tegemeo lingine, wewe ndio unajua. Ibidi nitoke hapo niende kuandika petty voucher cash, nichukue ngiri 4, hata si kumpea ngiri, nilimpea ngiri 2 na nikapea mtoto wangu ngiri 2. Nikachukua my car, nikandrove mpaka town, nikaingiza mtoto ngari, akaenda Moi Eldoret. Na ukampatia ile simu sasa? Na nikampea ile simu. Na nikachukua mtoto naye huyu mwingine nikampea pesa, akaenda nyumbani. Baada ya mwezi moja ndio nimeanza kusikia watu wakinipigia simu. Nikichukua simu wanakata. Nikichukua simu wanakata. Nikakuja kwa ofisi. Kufika kwa ofisi nikaambiwa na my boss anaitwa Dr. Mwachalo. Dr. Munyao, iko watu wanapiga simu hapa wakituuliza mahali huko. Na nikienda kuwaelezea wanakata na wananiambia wanakuja. Kukaa kidogo wakakuja ma-SP wawili, ambaye mmoja aliniambia anaitwa Subretendent Kitun, ule mwingine anaitwa Chief Inspector Mwangaza, ule mwingine anaitwa Chief Inspector Mutua from CID headquarters. Kukuja wakaniambia tumekuangalia sana daktari. Nikawauliza ni nini mbaya? Wakaniambia hapana kitu mbaya, lakini ingia. Wewe unatujua? Nikamwambia mimi simjui. Kaniambia simesha kuja hapa kwako na ukanisaidia siku nyingine. Nikamwambia I cannot remember, ndio unasaidianga watu wengi. Ofisi yako ni gani? Nikamwambia ni ile. Tukaingia. Kuingia ndani, kumbe mtoto ameshashikwa akapelekwa Kilimani police station. Naye mtoto huko kwa shule, ile simu yenye nilimpea alienda akabadilishana na boyfriend wake. Sasa boyfriend ndiye alishikwa, akaulizwa umetoa simu wapi? Akaletana kwa my daughter. My daughter akaulizwa umetoa simu wapi? Akasema nimepewa na my father, anafanya Kenyatta. Atafanya Kenyatta, tukienda unaweza kutuonyesha? Akasema ndio. Wote wakabebwa, wakaletwa mpaka Kilimani. Sasa wasaidiwa wakinipigia, walikuwa wananipigia wakiwa Kilimani wakinitrace. Sasa wakati walikuja wakaanza kuniuliza kama najua msichana anaitwa Virginia Mutheu Munyao. Nikamwambia Virginia is my daughter. Na akaniuliza na huyu Justus Mutinda. Nikamwambia Justus Mutinda mimi simjui. My daughter ndiye anamjua. Akaniambia tumeshika Justus Mutinda na simu. Na akatuambia ametoa kwa daughter anaitwa Virginia Mutheu Munyao. Virginia akatuambia hii simu alibewa na baba yake ambaye anaitwa Dr. Clement Munyao Katiko. Wakati walikuja wakaniambia na wewe daktari unaweza kutuonyesha mahali umetoa simu? Nikawaambia ndio, najua mahali umetoa simu. Nikatoa coat dust yangu. Nikaingia kwa gari. Wakaniambia wachana na gari. Tunaenda hapa Nairobi area na mguu. Tukaenda Nairobi area. Kufika Nairobi area nikaulizwa wewe ndio unaitwa Dr. Munyao? Ndio, tumekutafuta sana kwa wiki 2. Nikamwambia mimi sikosanyi kwa ofisi. Wakaniuliza daktari, hapa iko case na ukiibeba kidogo itakuletea maneno. Nikawauliza ni kesi gani? Na mimi hakuna mtu nimefanya operation akakufa for those 25 years nimefanya Kenyatta. Wakaniambia hiko ndugu ya former commissioner of police Matthew Itere, ambaye wakati hiyo alikuwa commissioner of police, amekatakatwa na waizi wamechukua masimu. Kwa hivyo ule mtu atapatikana na hii simu ndiye alikuwa kwa scene. Mimi nilipiga nduru. Nikawaambia na nitawezaje sasa kuchukua simu, na mimi nilikuwa kazi usiku. Waliweza kwenda mpaka kwa mahali nafanya kazi na kwa wakafanya uchunguzi wakapata on that day 23rd day of October 2009 nilikuwa kwa duty shift usiku na wakahakikisha nilikuwa kwa duty shift, lakini wakaniinsist wakaniambia tuonyeshe mahali umetoa simu. Aroiga ari njera na ihitia atoe ona gutweka kuri ona andu angi mari cira-ini uyu. Sasa ule kijana mwenye alinipea simu nilijuana na mama yake nikiwa nimemhudumia ward. Sasa akaniambia kuna kijana yake ambaye hana kazi. Ndio nikajua ule kijana yake, sasa nikampea kazi ya mochari. Kumpea kazi ya mochari, kijana sikuwa najua kwao. Mama naye ameshakuwa ametoka ward. Nilijaribu kwenda kwa ule kijana mwenye nimpea kazi, nikapata sasa naye yuko kazini, ameenda mpaka nyumbani kwa Masisi. Yeye alishikwa. Sasa alikuwa ameenda Masisi ya bibi yake. Sasa hawa wakaniambia mpaka utuonyeshe mtu ametupea simu. Na sikuwa najua kwao. Lakini bahati mzuri ni vile mnaongeanga na mtu unamuuliza
wa kwenu ni wapi? Akaniambia kwao ni Makueni. CID waliniingiza kwa gari wakanipeleka mpaka Makueni. Kufika Makueni, in fact kwetu ni Mwea, sijaiona Makueni. Nikaenda nikapatana na mama anabeba maji, nikamsimamisha, nikamwambia msimame. Mama kumuuliza habari yako mama mzuri, unajua kwa kijana anaitwa Justus Mutinda Mondoko. Akaniuliza wanafanya wapi? Nikamwambia anafanya Kenyatta Motel. Wakaniambia si ndio pale kuko na matanga. Hao CID wakaniambia usiongee na yeye, twende. Wakati waliniwaambia ndio ule, wakamuita, wakamuuliza habari yako kijana mzuri, unajua huyu? Namjua. Ni nani? Huyu anaitwa Dr. Munyao. Unamjuaje? Yeye ndiye aliniandikisha kazi Kenyatta Motel. Iko kitu ulimpea? Akasema iko simu nilimpea kwa juu ya nipate fare juu ya matanga hii ya bibi yangu amekufa, amegongwa na ng'ombe. Na wewe umetoa simu wapi? Akasema amepewa na aunti yake. Tukaingia ndani ya gari, kijana akawacha matanga, tukarudi Nairobi. Kurudi na Nairobi tulikuja mpaka Ngurunana Hospital. Aunti yake anafanya hapa. Aunti yake akakuja akaulizwa kama ananijua. Akasema anijui. Akaulizwa kama anajua kijana. Akasema huyu kijana ni yake. Akaulizwa ulimpea nini? Akasema alimpea simu. Na wewe ulitoa wapi? Akasema alipewa na bwana yake. Bwana yake anafanya wapi? Anafanya Kakani Hospital. Ndio tunapata mpaka Kakani Hospital. Akaenda tukapata bwana yake, is a security there. Bwana yake akaulizwa, hawa watu unawajua? Akasema najua, huyu ni mtoto yangu na huyu ni bibi yangu. Na huyu mzee simjui. Na iko kitu ulipea bibi yako? Akasema ndio. Ulimpea nini? Simu. Na wewe ulitoa wapi? Nilipewa na bwana yangu. Anafanya wapi? Kwa Kitere. Wakapelekana mpaka kwa Kitere. Kupelekana kwa Kitere, tukapata chief inspector mmoja ambaye siwezi kumbuka jina yake. Akaulizwa, wewe huyu mzee tumemtoa Akakani, ulimpea simu? Akasema ndio nimpea simu. Na wewe umetoa wapi? Akaita Meja kuja uelezee hiyo watu mahali umetoa simu. Sisi wote tuko 9. Wakati nilipelekwa Kilimani nikadetainiwa na mtoto yangu wako hapo, usiku nikaanza kupiga milango, nikaanza kujiuliza nafanya nini hapa, na nimeonyeshana mwenye amenihusia simu. Officer in duty akakuja kaniuliza, daktari nini? Nikamwambia nataka kuwa na OCS kwa sababu nasikia nimestakiwa simu na nimeonyeshana mwenye amenihusia ndio huyu, na yeye ameonyeshana mwenye amemuhusia. Akaniambia wacha kuwa asubuhi nitakuitia OCS. OCS wakati alikuja aliniambia juu mmetolewa vidole utaenda kuachiliwa kotini. Tukaenda wakati hiyo Nairobi Law Court ambaye saa hii ni Kenya Court of Appeal. Kufika hapo Law Court tukaenda tukapli kwa sababu ile mashtaka nimestakiwa on 23rd day of October 2009. Nimepatikana na simu ya wizi ambaye ilikuwa imetoka kwa former commissioner wa polisi Matthew Itere, ambaye ndugu yake amekatakatwa na waizi, na sasa mwenye atapatikana hiyo masimu ndiye alikuwa kwa simu. Order ikatolewa, msichana yangu akaenda akaachiliwa na kijana akaachiliwa na akaandika statement, na hizo statement niko nazo siku hapa. Nimekojela kwa makosa si kufanya na makosa sijui. Illegal sentence. Na nikaweza kwenda Kenya Court, manake mtu wa Manda ni wa appeal moja. Kwenda Kenya Court wakadismiss appeal na nikamaliziwa na appeal, ikajifanya sasa ikanibidi nijiunge na paralegal. Aroiga njera nĩ ihera rĩtheri na andũ metheme gũtabania ngero cingĩmerekeria njera. Ile kitu ningeelezea watu kwa hisani yangu na kuwaomba na kunyenyekevu. Nimekaa jela miaka 15, kitendo sijui. Mimi ile kazi nafanyanga na Dina Brain na sijaifanya operation ya mtu akakufa. Mtu akikuomba simu, apige simu, afadhali utoe 100 umwambie nda upige pale simu na ile inabaki ukule lunch. Muachane kwa sababu hiyo 100 itaokoa your life. Hiyo 100 itaokoa your life. Na hiyo ni ile track mingi sana kwa sababu mtu anaweza kwenda afanye robbery na akuje kwa hoteli ya kule na akwambie nimewacha, pesa nimewacha, hebu nishikie hii simu na kuja. Na hii simu ilibaki kwa robbery. Kwa nini utaelezea huo mtu vile mlimuua na ujui?
Yeah, that's why I'm here. Innocent kabisa. Ngoro yake irainama makiria aigua uria maundu maingi mahanikite na maramuhutia ari oro njera. My daughter wanakujanga kuniangalia na walifanya mzuri kwa sababu Kenyatta walimchukua, wamemwandika. Isipokuwa nilikuja nikapata misiba ya my wife na my brother na my 2 daughters na my mom waliaga na road accident. Juzi ile ndege ilianguka, ilikufa na my brother in law. Juzi hii KDF. Na hao yote ni majaribu, na kwa sababu nimetrain, najikamumua kujipea mwangaza na nguvu, kwa sababu najua hakuna kirefu kisicho na mwisho. Mahali nimetoka ndio mbali, sasa mahali naenda ndio karibu. Jetago Simon Kibe. Ile kitu ninawambia hivi vijana, hapa tuko na kijana ambaye alikuwa na mbaa, na hii mbaa ilikuwa pande Adams. Yeye anafanya upande orthopedic, is a surgeon. In fact he was my law firm. Yeye akilewa ni wale watu wanapiganga kelele kusema nitakuua wewe unijui, nitakujegea jela. Siku hiyo tu walikuwa naambia mtu nitakuua wewe unijui, na ni kwa baa yake ule mtu kutoka akaenda akapigwa huko na wakora. Sasa ile watu walisikia kwamba walisema fulani alisema yeye atamuua, hata waleo ako jela. So ningesema kujiadhari sana kama inawezekana, na kuavoid mdomo. Hata kama ni shilingi moja unatumikia pale nje ya kuchimba, chimba. Lakini avoid crime. Crime sio poa. Hata kama niko hapa ndani bure, crime sio poa. Hivyo ndio naelezea wenzangu. Na ĩyo nĩ tabarĩra ya Njera-inĩ Citũ.